Rigathi Gachagua ni jina linalojulikana sana katika siasa za Kenya, akiwa na historia ya kipekee iliyojaa misukosuko, mafanikio na utata. Safari yake kutoka milima ya Nyeri hadi jukwaa la kitaifa ni hadithi ya ushupavu, hila za kisiasa na ndoto ya uongozi iliyoambatana na changamoto. Alizaliwa tarehe 28 Februari 1965 katika kijiji cha Hiriga, eneo la Mathira, kaunti ya Nyeri. Gachagua ni mtoto wa wanaharakati wa Mau Mau. Baba yake alikuwa fundi wa kutengeneza silaha kwa wapiganaji, huku mama yake akiwa sapoti kwa chakula na mahitaji ya kijeshi. Akiwa mtoto wa 8 kati ya 9, alikulia katika mazingira ya upambanaji na uzalendo. Alisomea shule ya msingi ya Kabiruwini, kisha akaendelea na elimu ya sekondari katika shule ya Kinyaga High School, ambako alimaliza A-levels mwishoni mwa miaka ya 1980. Baadaye alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi na kufuzu na shahada ya sanaa katika sayansi ya siasa na fasihi mnamo 1988. Mwaka 2021, Gachagua alichaguliwa kuwa mbunge wa Mathira kwa tiketi ya Jubilee Party. Alijulikana kwa kuwa mkosoaji mkubwa wa baadhi ya sera za serikali, hususan masuala ya kiuchumi na uwekezaji wa kigeni. Alijijenga kama sauti ya wananchi wa kawaida, akisisitiza juu ya haki za wafanyabiashara wadogo na kupigania rasilimali za Mlima Kenya. Mwaka 2022, aliteuliwa kuwa mgombea mwenza wa urais wa William Ruto chini ya muungano wa Kenya Kwanza. Wawili hao walishinda uchaguzi wa Agosti 2022 na Gachagua akaapishwa kama naibu wa rais wa Kenya tarehe 13 Septemba 2022. Gachagua hakukwepa lawama. Alikumbwa na mashitaka ya ufisadi na kutajwa kwenye kesi kadhaa za kuhamisha fedha zisizoeleweka, ikiwemo kesi iliyomhusisha na zaidi ya shilingi milioni 200. Hata hivyo, mahakama baadaye ilifuta baadhi ya mashitaka hayo na madai mengi yakatazamwa kuwa na uzito wa kisiasa. Mwaka 2024 alikumbwa na msukosuko mkubwa wa kisiasa baada ya bunge la kitaifa na seneti kupitisha hoja ya kumng'oa madarakani kwa tuhuma mbalimbali zikiwemo matumizi mabaya ya ofisi, uchochezi wa kikabila na kuingilia taasisi za usalama. Alifutwa rasmi kutoka wadhifa wake Novemba 1, 2024 na hivyo kuwa naibu wa rais wa kwanza katika historia ya Kenya kufutwa kazi chini ya katiba ya 2010. Tuki Media, karibu nyumbani.